Mambo kaka? Poa. Za wewe? Safi. Na kuona kama una harakati hivi, vipi unasoma? Nasoma hapa. Unasoma wapi? Nasoma Mzumbe University. Oh, unasoma kozi gani? Anasoma HR, Human Resource Management. Out of Mzumbe University. Najua una mahusiano chuoni. Unaweza ukatuambia una mahusiano au? Yes, na mahusiano chuoni hujakosea. Kwanza unasoma mwaka wa ngapi mpaka unakuwa umeshaingia kwenye mahusiano? Mimi ndo kwanza nipo mwaka wa kwanza. Ukaona unaweza kumaintain mahusiano na masomo ukiwa mwaka wa kwanza? Unaweza vizuri tu bila shida. Labda unazungumzia nini kuhusu watu ambao hawapo kwenye mahusiano na wanaendelea kusoma? Watu ambao hawapo kwenye mahusiano na wanaendelea kusoma, unataka niwashauri au ni waelezaje? Yaani unawashauri waingeje kwenye mahusiano au wasome? Yaani nashauri waingeje tu, kwa sababu mbona mimi mwenyewe nipo kwenye mahusiano na nasoma. Sijasabu kulingana na uwezo wako ukaona una maintain kwamba unaweza kusoma na kuwa kwenye relationship. Kuna wengine wanaamini kwamba wasipoingia kwenye relationship ndo wanaweza kupata GPA nzuri. Hiyo sio kweli. Sio kweli. Sio kweli kabisa kaka. Yes. Kwa sababu mfano mzuri, mimi semester ya kwanza nilikuwa sipo kwenye mahusiano. Lakini GPA yangu ilikuwa ya hovyo kabisa. Kwa hiyo yani unaweza ukawa na mahusiano, unasoma na unafaulu vizuri, ni wewe akili zako. Sawa, nimekuelewa. Na vipi kuhusu mpenzi wako? Yaani huyo mpenzi wako ni unampenda au upo naye forever kwa ajili ya kusema nikimpenda mwingine nitaendelea naye? Kiukweli niwe tu mwazi mbele ya media kabisa. Yaani mimi nampenda serious, sio forever. Yaani na future naye kiufupi. Yes. Unaweza ukatuambia future hata moja ambayo unaweza kuwa una future naye na huyo mpenzi? Nimepangilia vitu vingi. Cha kwanza kikubwa zaidi ni kuwa naye, kuishi naye kama mke wangu, nafikiri hivyo yani. Sawa, unaweza kuishi naye kama mke wako, lakini kumbuka kuna miaka mitatu tu hapa chuoni. After miaka mitatu kama umeishi naye kama mke wako, utamfanya nini baada ya miaka mitatu? Utamuoa au ndo unaachana naye unaendelea na maisha yako? Mimi nitamuoa kwa sababu ndo nipangilia hivyo na nipo kwenye harakati. Nafikiri tukitoka tu hapa miaka mitatu ikiisha, naingia kwenye ndoa. Ni vizuri, lakini pia unakumbuka mazingira ya chuo kunakuwa na fashion nyingi nini, ile mtu anapenda kodi nini. Unapendelea mpenzi wako avae kodi gani ambazo wewe utapendezewa nazo na utaendelea kumfurahia hata akiwa amezivaa? Mimi sina mambo mengi simple tu, akivaa simple tu nafikiri hivyo inatosha. Sio lazima avae nguo za bei kali labda nini, hapana. Yaani akipangilia tu kidogo tu simple tu inafaa. Simaanishi nguo za bei kali, maana yake mtu anaweza akapendeza kupitia hata nguo za shilingi 5,000 tu, mtu anapendeza, na mtu mwingine anaweza akavaa nguo za 30,000, 50,000 na asipendeze. Na maanisha yani mpenzi wako unataka avae nguo zile ambazo zinaonyesha uchi yani, au zile yani najua umeelewa. Nimekuelewa, lakini mimi nataka avae zile nguo ambazo zina maadili ambazo zinakubalika katika jamii. Hicho tu. Na vipi kuhusu ukiona mpenzi wako ana approachiwa sana, yani wewe unamtunza, unamkia afa anaendelea kuapproachiwa na watu wengine, unajisikiaje au unachukuliaje hilo swala? Hilo swala sichukulii kwa namna mbaya, lakini ninavyojua kwenye population kama hivi watu tupo wengi, mwanamke kutongozwa ni kawaida. Lakini mimi nikiona kama hivyo sitachukulia ubaya, lakini nitaangalia respondence yake ukoje. Ukiona na respondence mbaya, kwa unaweza ukaachana naye au unaweza ukamshauri au ukafanya nini? Kwanza nitamshauri nione ana mwitikio wake. Na kama anaweza kuwa na mwitikio mzuri unaweza kuendelea naye. Naendelea naye bila shida. Sababu najua kutongozana chuoni hapo watu wengi kama hivi ni kitu cha kawaida sana. Sawa, nimekupata, shukrani sana kaka. Okay, sawa.